wetu ambaye amefika hapa studio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Nzuri kabisa. Karibu sana Zabibu FM Radio. Asante sana. Kwa kwanza kabisa, kuna mtu hajafahamu majina yako, unatokea wapi? Mimi kwa jina ninaitwa Esther Machea. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, pia ni mhubiri wa Injili. Kitengo cha walimu, naweza nikafundisha na ukanielewa tu na ukakaa sawa. Kama kuna changamoto ikakuweka sawa na Mungu akakuinua. Yeah. Tunaona wimbo ni Mungu tu hasa. Huu wimbo nini kilikufanya ukatunga huu wimbo? Nilisema ni Mungu tu kwa sababu katika haya maisha ni Mungu ndiye anayeweza kutuwezesha kila kitu. Bila Mungu hatuwezi kufanya jambo lolote. Ndio maana hata ukipitia changamoto, majaribu, ukipitia shida mbalimbali, ni Mungu ndiye anayetuvusha na ni Mungu ndiye anayefanya tunakuwa sawa. Katika maisha hivyo ulivyo wewe ni Mungu ametaka uwe hivyo ulivyo. Kwa sababu Mungu mwenyewe ametaka mimi niwe mwimbaji. Si mimi nimetaka, ni Mungu mwenyewe ametaka. Kwa sababu ukisoma neno katika Mwanzo 2:7 inasema kwamba Mungu alimpulizia pumzi ya uhai binadamu. Kwa hiyo uhai tulionao ni Mungu, ndio maana nikasema ni Mungu tu amefanya. Yes, kwa sababu ametuumba kwa mfano wake. Safari yako ya kuokoka, uliokoka lini labda? Ni muda mrefu sana. Niliokoka nikiwa form 2. Hongera sana. Siku nyingi sana. Ni siku nyingi sana. Nafikiri ni 2006. Sawa. Sasa wakati unaokoka pia hichi kipaji ulikuwa nacho au ulikianza mara baada ya cha kuimba hasa? Kipaji nilizaliwa nacho. Niseme kwamba ukisoma neno linasema kwamba nimekuweka kuwa nuru ya mataifa. Au ukisoma neno lingine linasema kwamba nilikuita, yani nilikujua kabla hujazaliwa tumboni kwa mama yako nilikujua. Nikakutambua na nimekuweka ili uwe nuru ya mataifa. Nimekuweka ili ung'oe, kubomoa na kupanda. Kwa hiyo mimi Mungu alinijua nikiwa tumboni mwa mama yangu kwamba mimi nitakuwa mwimbaji. Kwamba mimi nitakuwa mhubiri wa Injili. Kila mtu amewekewa kipawa chake. Ndio maana kila mtu amebeba agano la Mungu. Na maanisha kwamba kwa sababu pumzi ya uhai inaishi kwa kila mtu. Kwa hiyo kila mtu ana agano la Mungu. Na maanisha kwamba huyo mtu ana kipawa chake. Mwingine ni mkulima. Ni Mungu ameweka hicho kipaji chake cha ukulima. Mwingine ni mfugaji. Kwa hiyo Mungu ameweka yeye kufuga tu, anajisikia tu ile msukumo. Yes, kwa sababu ndio maana kuna wengine ni wachungaji. Sio kwamba amejiita. Hapana. Huyo aliyejiita ndio maana unakuta mambo magumu kwenye huduma. Unakuta vitu haviendi kwa sababu umejipeleka sehemu ambayo sio yako. Kwa hiyo kila jambo mtu ameshinikizwa na Mungu. Ndio maana hata ukisoma neno linasema kwamba ndio maana wamewekwa walimu, wamewekwa wachungaji, wameweka manabii. Kila mtu na karama yake. Mwingine kanisani kazi yake labda ni kufagia. Huwezi ukamlazimisha atoe mchango wa sadaka au atoe kitu ambacho hasukumi kufanya. Ndio maana mwili wa Kristo umegawanyika. Kama umegawanyika basi tunaungana, vile viungo ambavyo vimeunganika ndivyo vinavyofanya sisi tujenge mwili wa nani? Wa Kristo. Bila mimi wewe huwezi kufanya kazi. Kwa hiyo ndio maana kuna mchungaji, kuna mwimbaji, mwinjilisti, kuna mzee wa kanisa, kuna maombi. Kwa hiyo kila mtu ana sehemu yake. Ndio maana kila mtu amebeba kusudi la Mungu, lakini shetani alichokifanya ni kuharibu lile kusudi la Mungu. Unakuta mtu anaonekana mbaya, labda mlevi. Kwa hiyo yule mtu sio kwamba amependa kuwa mlevi, kwa sababu shetani ameenda kuharibu kusudi la Mungu. Ndio. Sawa. Tunatumaini kwamba kila kazi au kila huduma inakuwa ina changamoto. Pengine wewe ni changamoto gani ambayo unakutana nayo ambayo kidogo inakurudisha nyuma kwa namna moja ama nyingine katika huduma hii sasa? Ya uimbaji. Changamoto kubwa ni kiuchumi. Changamoto kubwa ni kiuchumi kwa sababu
uchumi shetani anakamatiaga hapa. Okay. Ili huduma yako isifike mbali. Lakini kwa sehemu zingine eti kwamba sijui wachawi sijui nini, hiyo hamna. Wachawi unapiga mpaka wanakaa sawa. Yaani unapiga, unawapiga kwa moto, kwa fire, yani wanakaa pembeni. Okay. Lakini unakuta tu sehemu moja kwenye uchumi ndio hiyo shida. Okay. Waimbaji wengi, wachungaji wengi, shida ni uchumi. Okay. Una karama nyingine nje na kuimba ambayo unaweza kuifanya katika huduma ya Mungu? Katika huduma ya Mungu. Nimesema kwamba ni kufundisha, ni kuombea wagonjwa. Yaani hata saa hii mtu anaweza akapiga simu, kwa njia tu ya simu anaweza kupokea uponyaji. Kwa sababu ni ile nguvu ambayo iko ndani yangu, naweza nikaituma, inaenda mahali popote. Okay. Si mimi ninayefanya. Ningekuwa mimi ningesema tukutane kwenye huu mwili. Sasa kama ni roho wa Mungu, kwa hiyo roho wa Mungu unamtuma, unamwambia gusa mtu fulani. Ndio maana tukisoma neno, ukiona Mariam wakati ana ujauzito na Elizabeth wakati ana ujauzito wa Yohana, kuna nguvu ya Mungu ambayo ilitoka kwa Mariam ikaingia kwa nani? Kwa Elizabeth. Ndio maana kitoto kiliruka ndani ya tumbo la nani? La Elizabeth. Okay. Yes. Sawa. Tuna swali moja hapa. Watu wengi huwa wanauliza kwamba hata Yesu alimuuliza, Bwana, tukikufuata tunapata nini? Sasa mimi nataka nijue wewe, baada ya kumfuata Yesu na umeamua kuimba Injili, umepata nini? Faida yako hapa. Yaani faida ni nyingi sana. Cha kwanza, mimi ukiniuliza uliumwa lini? Mimi kwa kweli sijui. Hicho ni cha kwanza. Yaani nina uzima ule wa kimwili na wa kiroho. Naweza ndio nikakosa chakula nikalala njaa. Okay. Lakini nikiwa na Yesu tu tayari mimi niko sawa. Naweza nikalala njaa kabisa, lakini nina amani kwa sababu Yesu yuko ndani yangu. Kwa hiyo ninaamini, ninamwamini Mungu kabisa, ninamwamini Yesu mwenyewe kabisa. Kwa sababu alinipa amani. Wakati naokoka nilipata amani. Nilikuwa ni mtu wa kufa, lakini sasa hivi niko hai. Nimepitia kwenye mateso mbalimbali, nimepitia kwenye majaribu, lakini Mungu amenivusha mpaka leo niko hapa. Ndio maana nikasema kwamba ni Mungu tu. Ni Mungu tu. Ni wimbo wa kushukuru huu pia. Haya, msikilizaji, natumaini utakuwa umemsikia hapo Esther Machea kwa maelezo hayo. Nafikiri baadaye tutarudi tena hapa. Ngoja tusikilize wimbo wake mwingine hapa. Wimbo huu unaitwa Lipo Jibu. Tusikilize alafu baadaye tuseme kwamba kuna watu wanatamani kufika hapo ambapo wewe umefika. Na kuna wengine unakuta huwa hawapendi watu wawafikie. Sasa sijui wewe una ushauri gani kwa mtu ambaye anatamani kukufikia? Apitie vipi, au anakutana na vikwazo vya kumzuia, kukatisha tamaa? Wewe unampa njia gani ya kufikie wewe? Kufika hapa si mimi. Ni Mungu tu, kama wimbo wetu wa mwanzo ulivyosema. Lakini nataka nimwambie kwamba cha kwanza hamna kukata tamaa. Okay. Yaani kama unataka kupambana ili upate kile ambacho unakihitaji kwenye maisha yako, unatakiwa cha kwanza usikate tamaa na usivunjike moyo kabisa. Cha kwanza unatakiwa upambane kweli kweli. Yaani haijalishi unataka kitu gani, labda unataka kuwa mbunge, unataka kuwa diwani, usikate tamaa hata kama umekata jina lako kwa njia za kutatanisha. Yaani wewe usikate tamaa. Cha msingi ni kupambana na kupambana na kupambana. Okay. Yes. Sawa, msikilizaji, bado tuko hapa. Unaweza kutuma ujumbe hapa kwa chochote kile ambacho utatamani kukizungumza juu ya mazungumzo haya. Unaweza ukatoa pongezi, unaweza kumuuliza swali. Mtumishi wa Mungu yuko hapa. Inawezekana na wewe ni mwimbaji pia, una changamoto fulani, unaweza ukauliza hapa ili na yeye akupe mawazo kwa namna moja ama nyingine. Namba yetu ya simu ni 0673640096. Nirudie nambari hiyo, ni 0673640096. Bado tuko hapa moja kwa moja hapa studio. Esther Machea, sasa hivi kama mtu akikuuliza kwamba nikusaidie nini katika huduma yako, wewe ungependa kusaidie nini? Mimi cha kwanza, kama mtu anataka kunisaidia, labda nifungulie kanisa. Kanisa kabisa. Kanisa kabisa, niko tayari kufanya kazi yangu. Kwa hiyo pale kanisani maana yake ni kwamba utakuwa kuna muda unahubiri sasa, au inakuwaje? Kwa sababu mimi nasikia wito wa kuhubiri, nasikia wito wa kuimba. Kwa hiyo nafanya kazi mbili kwa wakati mmoja, na kuombea yaani
Mungu ameweka karama tofauti. Yes. Kwa hiyo ziko ndani yangu. Kwa hiyo nimekuambia kwamba hata kumuombea mtu, hiyo karama, hiyo ni karama ambayo iko ndani yangu, na uwezo wa kubandika mtu mkono na akapokea. Hata kama wewe na shida gani, ni Mungu ameweka hicho kitu ndani yangu. Na uwezo yani ile roho ya uponyaji ndani yangu iko na inatenda kazi. Okay. Sawa kabisa. Tukiwa tunaendelea bado tunasubiri pia message kutoka kwa wasikilizaji. Nyimbo zetu hizi tunaweza tukazipata vipi, au na mpango gani labda kuzisogeza kwa watu wengine ambao wanatamani kuzipata? Wanazipataje sasa? Yani hapa kuzipata labda anaweza kupata tu nyimbo moja ambayo iko YouTube. Okay. Anaweza kaandika Esther Machea. Akiingia YouTube pale atakutana na kazi yangu ambayo ni moja, lakini kwa hizi zingine ndio tuko kwenye utaratibu wa kuzifanyia kazi. Yes, na Mungu atatenda. Okay, na mtu akitamani sasa hivi kufanya kazi na wewe, uko tayari? Wanasema unafanya collab na msanii. Tunaona wasanii wengi wa Bongo Flava wanafanya collab vizuri, kushirikiana. Sijajua kwa upande wa gospel, wewe binafsi uko tayari kushirikiana na mtu kwenye kazi? Ni kazi ya Mungu, sio tunaeneza neno la Mungu. Kwa hiyo niko tayari. Niko tayari. Okay. Haya, msikilizaji, na natumaini utakuwa umepata maelezo. Kwanza anatamani sana afunguliwe kanisa. Yaani kama una fedha, mimi nafikiri ni vyema ukawekeza tu kwa Bwana. Yaani ukaonana na watumishi kama hawa, utakuwa umefanya kazi nzuri, utakuwa umepanda kitu kizuri. Wanasema sadaka yako ilipo na moyo wako utakuwepo. Kwa hiyo sadaka yako maana yake ni kwamba unapotoa kuweza kuiendeleza kazi ya Mungu, hiyo ndiyo sadaka. Yaani Mungu sio anachukua shilingi 200 utamrushia achukue, anaenda kununua nini? Kwa hiyo unasaidia kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Sawa, tutakuwa tumeishia hapo kwenye kipengele hiki ambacho tumeanza nacho moja kwa moja. Sikujuza kwamba pia tuko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye tutatembea naye kwenye swala zima la mafundisho ya neno la Mungu. Mimi nianze naye hapa, baadaye nitarudi kwako ili uweze sasa kufanya mawasiliano kwa ajili ya watu ambao wanatamani kuunga mkono huduma yako. Amen. Kuna shida. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ndio, habari ya uzima. Njema kabisa. Ndio, karibu sana Zabibu. Tunashukuru. Kuna mtu anatamani kufahamu huyu ni nani, maana yake ya kwanza leo. Mimi naitwa Pastor Mika. Mika. Ni mwalimu wa neno la Mungu. Okay. Kwa hiyo leo kuna vitu umetuandalia. Leo kulingana na mgeni ambao umetujia, sawa, tutaangalia utumishi wa Debora. Debora ni nabii mke ambaye aliongoza nchi. Kitu ambacho watu walikujua kwamba kumekuwa na mvutano kwamba mwanamke hawezi kuongoza, mwanamke hawezi kuwa rais, mwanamke, lakini Debora ndio nabii mke wa Israeli ambaye aliongoza Israeli kwa muda mrefu. Haya, umesikia intro hiyo wewe ambao unatusikiliza sasa hivi. Intro ni hiyo kwamba leo tutazungumzia kuhusiana na issue ya Debora, nabii mke. Sawa, mtumishi Esther Machea, tunatamani sasa kupata mawasiliano yako ili mtu aweze kuunga mkono huduma yako. Karibu sana. Basi kwa nambari ya simu unaweza kunipata kwa ni Airtel. Ni 0780 32 05 66. Karibu, irudie tena. 0780 32 65 66. Kwa hiyo unaweza ukanipata kwa nambari hiyo, ama unaweza ukaniunga mkono ili huduma ya Mungu isonge mbele. Si kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya Mungu. Okay. Yes. Sawa, natamani uzungumze neno la mwisho kabisa kwa siku ya wito wako kwa wasikilizaji wako na wapenzi wa nyimbo zako. Unawaambia nini watu wenye huduma kama ya kwako? Karibu sana sasa. Yaani neno langu la mwisho naweza nikasema kwamba wasivunjike moyo wala wasikate tamaa. Yawezekana wanapitia vipindi vigumu kweli kweli ambavyo wakati mwingine wanakosa majibu. Nataka nikwambie wewe unayenisikiliza, muamini Mungu, ipo siku atakujibu. Yaani Mungu hashindwagi na jambo. Mungu wetu hachelewi wala hakawii. Yeye kwa wakati wake atamjibu, kwa sababu yeye ndiye aliyemuumba, ndo anajua suluhisho la maisha yake. Mungu akubariki, Mungu akuinue popote unaponisikiliza, na Mungu akujalie uzima. Kama kuna mgonjwa, Mungu akamponye akawe mzima, asife kabla ya wakati. Okay. Yes.
Sawa, hapo ndipo tutakapokuwa tumefikia tamati kwenye kipengele hicho. Msikilizaji wetu, nambari yake ameitaja vizuri, 0780 32 0566. Unaweza kumuunga mkono kwa chochote kile. Wakati mwingine si lazima uwe na fedha tu, lakini hata mawazo au njia ambayo unatamani yaipite ili aweze kufanikiwa bado ni jambo jema. Sasa tunaelekea kwenye upande sasa wa neno la Mungu kwenye mafundisho, na tunatamani sasa leo tuanze na kipi alafu tuende na kipi. Karibu sana. Kwanza kabla kwanza kulingana na mgeni wetu ambaye tuko naye leo, ndio tunataka kwamba afanye maombi ya freestyle. Kwa mtu yote mwenye changamoto, mwenye magonjwa, anaweza kaweka mkono wake. Kwa sababu tunavyosema kwamba neno la Mungu ni kama bluetooth, sawa? Popote pale mtu ambapo yupo anaweza akapata. Kapokea kwa jani. Tuna kwamba tunaita Mungu ni omniscience. Wanaambia watu kwamba Mungu ni omniscience, anapatikana dunia nzima. Tofauti na mitandao ya simu, radio zina mipaka. Lakini Bwana anapatikana dunia nzima. Ukiwa Ulaya, Kenya, wapi. Na hiyo umefanya vizuri kukumbusha labda na kipawa hicho. Kwa hiyo ni kuombe msikilizaji hapo, kama utakuwa una changamoto yoyote, hebu gusa eneo ambalo mtu ana mtoto, mtu anataka kazi, chochote kile. Unaona Yesu Kristo anaachia ile kusoma Matendo 1:8 kwamba aliwaita wanafunzi 3,000 kwa jaza Roho Mtakatifu. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo tutamwomba hapa madam kidogo apige hayo maombi, alafu baadaye tutaendelea na hichi kipindi chetu cha kuangalia utawala wa mwanamke katika dunia hii ulianzaje, ilikuwaje na watu wanaochukuliaje, tutahitimisha. Okay. Pia tutakaribisha maswali na majibu. Kwa mtu yote ambaye ana swali la Biblia linamchanganya lolote lile, tunajibu. Dini, sijui nini, tunajibu. Okay. Yeah. Sawa kabisa. Okay, mtumishi Esther Machea, ni nafasi yako ili uweze kuwabariki watu na kuwaombea pia. Karibu sana. Basi wewe unayenisikiliza popote ulipo, nilikuwa nakuomba uguse unapoumwa, uguse unachohitaji. Wewe kuwa na imani, usiangalie umbali, usiangalie tuko mbali. Nikitamka tu neno linaenda kuwa na Mungu anaenda kukutendea muujiza. Kwa sababu imani ndiyo itakayo kufanya wewe upokee kile ambacho unahitaji. Kama unahitaji kazi, unahitaji mume, unahitaji kujenga nyumba kubwa, unahitaji chochote, Mungu yuko mahali hapa, na mimi mtumishi wa Mungu ninaenda kutamka neno linaenda kuwa. Haijalishi watoto wanakusumbua kiasi gani, nitakapoenda kuomba Mungu ataenda kukutendea. Shika mahali unapoumwa, nuizia maombi yako, funika macho yako ninapoenda kukuombea na wewe upate kazi. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti ali hai, ninaamini Mungu wewe ndiye uliyetuumba, na wewe ndiye unayetujua kuliko mtu yeyote anavyotujua. Unajua mahitaji ya mtu ambaye anasikiliza radio wakati huu. Mungu, ninatuma nguvu yako ikaende kumsaidia, nguvu yako ikaende kumjalia, uweza wako ukaende Bwana ndani ya nyumba ile, ikamtoe mahali hapo alipo. Yawezekana ameumwa muda mrefu, yawezekana ametafuta kazi, yawezekana ametafuta ndoa, lakini Mungu bado hujamfungulia. Ninaomba Bwana ukafungue milango. Fungua milango kwa ajili ya mtu huyu, fungua milango kwa ajili ya maisha yake, fungua milango kwa ajili ya kazi, fungua milango kwa ajili ya ndoa, fungua milango Jehova. Gusa mtu huyu, gusa mama huyu, gusa baba huyu, gusa watoto wake, gusa elimu za watoto wake, gusa elimu ya ndoa yake. Baba, ukamguse. Yawezekana anapitia changamoto kwenye ndoa, yawezekana anapitia changamoto ya maisha ya uchumi. Mungu ukampe kazi ya kufanya, ukampe duka kubwa. Kuna mwingine anahitaji duka, kuna mwingine anahitaji Bwana mashamba, akalime na akavune zaidi katika jina la Yesu. Maana neno lako limesema, ombeni lolote kwa jina langu nami nitawapeni. Nami kama mtumishi wa Mungu ninatamka neno likawe kwa maisha yao. Bwana, tenda muujiza Jehova, wakakujue na wakakutambue. Ninafunika maisha yao, ninafunika kwa damu ya Yesu wa Nazareti kila mipango ya adui, kila mipango ya shetani iliyopanga kuharibu maisha yao. Ninaiseto kuzimu ikanyamaze kimya, na wale waliotamkiwa kwamba watakufa kabla ya wakati, ninavunja kila roho za mauti, ninavunja kila roho za kukosa amani, ninavunja roho zote za kutokusamehe katika jina la Yesu wa Nazareti.
Bwana Yesu, fanya wewe, sio mimi. Tenda wewe muujiza, watu wako wakujue, maana watu wako wataangamia kwa kukosa maarifa. Baba, watendee ili wakutambue, maana wengine wamekosa imani, wamekuwa wakienda kwa waganga wa kienyeji. Mungu, watendee ili wakutambue wewe Mungu uliyewaumba. Asante Roho Mtakatifu, fanya kazi. Tubariki hata sisi tulioko hapa studio Mungu, kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Kwanza mpaka leo tumempata mgeni huyu ni baada ya umoja wa waimbaji kufanya ile program kwa ajili ya kuinua vipawa. Kwa naye na hata dada yetu hapa ni matunda ya ile zoezi la kuinua waimbaji ambao wako chini. Tuna vipawa sana katika Injili, lakini sasa kitu kinacholeta shida ni kwamba watu hawapo tayari kuchangia Injili. Watu wako tayari kuchangia harusi, akale kuku, mguu wa kuku, akanunua changa 80,000. Lakini mtu hawezi kuchanga 80,000 kanisa lijenge. Hawezi. Na hivi vitu tutaulizwa siku ya mwisho. Unajua maisha yetu sisi ni madogo sana. Watu wanasema Yesu atakuja lini? Tumesikia Yesu toka tunazaliwa, Yesu hatujawahi kumwona. Lakini nataka nimwambie mpenda mtazamaji na msikilizaji wa radio, Yesu anakuja utakapokuwa umezeeka na kufa. Yesu ameingia kwako. Kwa sababu Biblia inasema hivi, baada ya kifo ni nini? Ni hukumu. Na wewe kifo chako ni pale utakapotimiza miaka 80, 90, 120, ndio hukumu yako. Kwa hiyo unaja kujiuliza Yesu atakuja lini? Jibu nalo, una miaka mingapi? Na hata hivi mtumikie Mungu ungali na nguvu. Kwa hiyo nataka tuambie kwamba wapenda tusikilizaji. Hebu tuwekeze kwa Bwana. Maana hata Yesu anasema hivi, wekezeni mbinguni, hamna nondo wala kutu ambazo zinaweza zikaliwa. Kwa hiyo hili swala linatufikirisha vitu vingi sana. Kwa hiyo tunaposema kwamba wanawake wengi wamenyimwa fursa za kuongoza makanisa makubwa, kufanya vitu, kwa mfano mama hapa madam anataka kupata kanisa aweze kuendesha, lakini baadhi ya dini zinazuia mwanamke asiwe na kanisa. Baadhi ya watu wanapinga mwanamke asiwe na kanisa. Ndio maana tukasema sasa tuangalia Debora nabii mke jinsi gani alipewa ufalme. Umeelewa? Na nataka nikwambie kwamba utawala wa mwanamke ni imara sana kuliko hata wa mwanamume katika vitu ambavyo hawajawahi kufikiria watu. Kwa sio kwa maneno yangu na kulingana na nini na matukio ambayo yalifanyika. Na unapoona hata ulinzi unaofanyika, upelelezi unaofanyika unafanyika chini ya mwanamke. Kama nakumbuka wale walinzi wakati wale watu waliotumwa na Joshua kwenda kupeleleza Kanaani, walifikia kwa Rahabu. Yule alikuwa ni kahaba, lakini alifikia na kawahifadhi darini, ambapo mwanaume angeweza kufanya kitu namna kukaribisha wageni ambao hajawahi kuwaona. Kuna Rahabu anawapokea. Na anaweka kwenye dari. Na wanafanya kazi, wanarudi pale, anawahudumia kwa chakula na kila kitu. Kwa hiyo tunaposema kwamba wanawake wanaweza kweli, sio kwa mujibu wetu sisi, kwa mujibu wa maandiko. Tunaona yule nabii Debora, nabii mke, aliweza kumuua Sisera. Alimuua, tena alimpigilia kigingi akiwa na Baraka. Walianzisha msako wa nchi kavu na baharini, wakampata mfalme Sisera, akalazwa chali, wakachukua yaani tunaita kama mambo ya kuchomekea ile. Wakampiga kwenye paji la uso. Wakagongelea mpaka kaungana ardhi, akakata roho. Na Israeli ikawa sawa. Kwa hiyo huyu Sisera alikuwa anatesa. Sisera alikuwa ni mfalme mwovu. Kwa hiyo Bwana aliamua kumtoa kupitia nabii Debora. Wakishirikiana na Baraka. Ambazo taarifa zao ukiangalia katika ukisoma ile ukisoma Mwanzo 24 mstari wa 59 35 8 tunapata huyu Debora alikuwa ni ukoo wa nani? Tunaona anaingia wakina Rebeka. Kwa hiyo tunaposema kwamba neno la Mungu ni DNA, wale watu wa zamani unaposikia Mesera, unaposikia labda Jakobo, wale watu walizaa wakazaliwa kizazi na kizazi mpaka leo hao watu tunao. Wanaendeleza. Kwa mfano unaposikia Elizabeth, kama nilivyokuwa nasema mtumishi hapa kwamba Elizabeth alipokutana na nani na huyu Mariamu, si ndio? Anasema
baada ya kusalimiana mtoto akacheza tumboni. Unaposikia Elizabeth alikuwa ni ukoo wa nani? Ni ukoo wa mke wa Musa. Mke wa Musa alikuwa ni mtu wa nani? Alikuwa ni mtu wa Ethiopia. Kwa hata Elizabeth naye ni mtu wa Ethiopia. Ambaye alimzaa Yohana Mbatizaji. Kwa ule ni ukoo, DNA. Unapomsikia Bikira Maria ni mwambali wa Daudi, unaona ukoo wa Daudi. Umeelewa hiyo? Kwa hiyo watumishi wa Mungu wapo wanaishi mpaka kiama. Sio kama watumishi wa Mungu hamna, maadabi hamna, wapo wanaendelea mpaka mwisho wa dunia. Ila sasa watu hawawezi kuwatambua kwa sababu waongo ni watu wenye nguvu sana kuliko wa kweli. Kwa hiyo unaona hata katika vita ile ya katika unaona mfalme yule nani, yule mfalme ambaye huyu wa Mika wakati anamwambia yule mfalme asiende Ramoth kupigana, waliinuliwa vichwa manabii 400 waliinuliwa vinywa vya uongo, anasemaje usiende kupigana huko. Mika atamsema kupigana, manabii wanasema ukapigana utashinda. Mika akamwambia hivi, wewe hutoshinda. Na kama mimi wewe kama Bwana kuzungumza na mimi wewe nenda. Kwa hiyo tunaona kwamba waongo wana nguvu kuliko na manabii wa ukweli wapo. Wachungaji wa uongo wa ukweli wapo, wa uongo wapo. Lakini hawa uongo wana nguvu kuliko hawa ukweli. Kwa mtumishi unaweza kuniambia mimi naweza niko hapa nimekaa nikaa sijitambui kumbe mimi ni ukoo wa Daudi. Inawezekana hivi? Ipo. Cheni ile inaendelea. Ipo. Na kuna watu ni kwa Mafarisayo. Wapo. Hawaamini kama Yesu yupo, wapo. Hawaamini kama kuna ufufuo, wapo. Sasa kwa nini? Ambaye kuamini Yesu atafuka siku ya mwisho, si Masadukayo. Kwa hao nao walizaa watoto. DNA ile imeendelea. Kwa hiyo hivi vitu vitaendelea mvutano wako mpaka kiama. Bwana mwenyewe atakapokuja. Na kwa nini waliwekwa? Ili neno la Mungu lifanyaje? Liendelee. Kitu chochote kuendelea kama hakina mpinzani. Sawa. Ndio maana kuna shule, kuna mitabi. Yote inafunza. Kama shule mtajifunza, mtaenda jifunza. Na kitu ambacho tulitaka pia tujue, tulikuwa tunafanya interview na mtumishi. Anasema yeye wewe unataka kuanzisha kanisa. Ndio. Na ulisema kanisa lako unataka kuanzishia wapi? Kanisa langu mimi nataka nilianzishie Namanga mpakani mwa Kenya. Namanga, okay. Na umekaa Namanga muda gani? Nilikaa kama wiki. Kama wiki. Ni matukio gani ambayo ukiwa Namanga kama wewe mtumishi ambao yaliweza kuashirisha hapa panahitaji huduma? Unajua tunaposema kwamba tunaita neno na location. Location tunasema, unaona hata wale manabii wanafunzi walienda kwa location. Kuna watu walienda Selkia, watu walienda wapi? Hasa wewe unasema kwamba Namanga. Kwa nini Namanga labda? Namanga ni sehemu ambayo kwanza anga lile limetekwa sana na shetani. Okay. Namaanisha kila hali mbaya iko mahali pale. Okay. Ulevi, uza, hivi vitu vya madawa ya kulevya yako pale. Kwa hiyo matukio ambayo Mungu ameyafanya pale, nina shuhuda kama 3. Shuhuda ya kwanza, kuna mganga ambaye nyumba nilikuwa nimefikia na yeye yuko mahali pale. Okay. Kwa sasa nuru na giza zikawepo sehemu moja. Kwa hiyo nuru na giza haviwezi kuchangamana. Kwa hiyo wakati mganga, watu wanaenda kwa mganga, mimi nikachukua mtu nikambandika mkono, alikuwa hatembei, na Mungu akafanya muujiza akatembea. Kwa muujiza wa kwanza ni huo, na huyo mtu alitokea Babati, sio kwamba ni wa pale. Okay. Muujiza wa pili, mtoto wa Kimasai alikuwa amepotea, nikamwombea yule mama, mwanae akarudi. Yule mtoto wake alikuwa amemshtaki mahakamani, lakini matokeo yake ile kesi ikageuka. Yule mama ndo akaonekana mtu mzuri, yule mtoto akaonekana alichukuliwa na wale watu ni watu wabaya. Kwa hiyo wakaaibika. Ukweli ukaonekana na giza likaonekana. Kwa hiyo yani Mungu yuko hivi, hawezi kuchangamana na kitu chochote. Mungu anabaki kuwa Mungu na shetani anabaki kuwa shetani. Huwezi ukamchanganya Mungu na shetani, ni vitu viwili haviwezi kuchangamana hata siku moja. Kwa hiyo sasa wakati niko pale, wale watu ambao walikuwa wanaenda kwa waganga, wengine baadhi yao ni wa Kenya, walinifuata wakaniambia, dada hatuwezi tena kwenda kwa mganga kwa sababu ulivyoniombea sasa hivi nilikuwa nasikia roho ya mauti
imetoka ndani yangu, siwezi kurudia kwenda kwa mganga. Maana nilivyoenda kwa mganga, kurudi tu nikagombana na mwanangu. Kwa hiyo sasa wakawa wanatoa ushuhuda na watu walikuwa wanamiminika ni wengi. Okay. Kwa hiyo Mungu alijitukuza, si mimi, ni Mungu alifanya kazi. Yeah. Na kwa pale Namanga ili uweze kupata kanisa ni kwamba labda gharama yani labda unataka kukodi sehemu kwanza, labda gharama inatoka nini na nini tunaposema kwamba maximum, yani pale, kwa sababu huwezi tu ukasema tukanunue uwanja mara moja. Unajua kila kitu kinaanzia down kinaenda juu. Kwa hiyo unaweza kwanza ukakodi hata sehemu ukaanza huduma. Pole pole mwisho wa siku Mungu mwenyewe anajitukuza. Na ninamaanisha kwamba unaweza ukalipia hata miezi 3 alafu ukajenga hema yako ukaanza kazi ya Mungu. Unajua kazi ya Mungu baadaye inaweza ikajiendesha yenyewe kwa sababu Mungu ana watu wengi. Kwa kule unashangaa wale Mungu anao waponya na kujenga hema ya Mungu, basi unaanzisha huduma. Sawa. Nadhani kwa hiyo hapo kinachotaka kwanza tujue gharama. Na kama tumeona msikilizaji mmoja Bwana amemwinua, ameomba pata namba yako ya simu aweze kuchangia. Kwa hiyo hata sisi wenyewe pia kama radio na kama mimi ni mtumishi tutahamasisha hili. Kwamba kitakachopatikana ili huduma ifanyaje. Unajua tumewekeza vitu vingi, tumewekeza mashamba, tumewekeza lakini nataka nikwambie iwapo utaweka hela yako watu wakaombewa wakapona, hiyo hela yako itazaa mara 10,000. Na hakuna mtu ambaye anafanya kazi ya Mungu kama maskini. Kwa hiyo Bwana atagusa mahitaji ya watu na tutafanya hiyo huo msako, tutakusanya kilichopo, hiyo huduma itafanyika. Kwa sababu neno la Mungu lazima lienee. Na sisi katika injili zote 4 kuanzia Mathayo 28 mpaka 20 inasema enendeni mkahubiri injili na mkawafundishe haya niliyowafundisha mimi. Unajua kuna vitu vingine ambavyo tulikuwa tunasumbuana sana na watu wanaanza kuhubiri mambo yao. Sio ya Mungu tena. Maneno yote ambayo tunaposikia injili 4 za Yesu Kristo ni maneno ya Yesu Kristo ambaye aliwaambia wanadamu kwa kinywa chake. Kitu ambacho tunataka kujua. Injili 4 za Yesu Kristo ambayo ni ile Marko, ni Mathayo, Yohana, Marko, Luka. Ndio. Hayo ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe kutoka kinywani kwake. Haya mengine yote zilikuwa ni kopi. Na ndio maana kama unaona kwa ile mara unapokuta alimchukua Petro na Yohana wakaenda wapi? Mlimani kule. Akashuka Elia na nani? Musa na Elia. Kwa nini alishuka Musa na Elia? Mafundisho mpaka Yesu Kristo anakuja duniani, mafundisho yalikuwa ameshika chati yalikuwa ni ya Musa. Umeelewa? Una mara masinagogi, mahekalu, walikuwa wanafanya sheria za Musa kuanzia kutoa sadaka, jinsi ya kusali, jinsi ya kutubu dhambi, watu wanapeleka njiwa. Umeelewa? Unaona yule wakati Yesu Kristo amemponya yule mtu akasema nenda katoe sadaka kama Musa alivyofanyaje? Alivyoamuru. Mafundisho. Ni mafundisho ya Musa jinsi ya kutoa sadaka. Lakini sasa Yesu Kristo anakuja anavunja vile vitu. Anaonekana yeye ndio kichwa cha kanisa. Hata mimi ndio kichwa cha kanisa kwa sababu kichwa cha kanisa mafundisho yake yatakuwa na fundisho ya yeye alioamuru. Musa anapigwa chini. Umeelewa? Kwa sababu Musa alikuwa ni mtumishi wa Mungu na Yesu anasema hivi, Musa aliniandika mimi. Unaelewa? Yaani kuja mwenyewe. Kwa hiyo mambo yote ya Musa alikuwa anafanya, sadaka za kuteketeza, yale masanduku la agano, kuna kiti cha rehema. Kiti cha rehema ni Yesu Kristo. Anakuja kwa kujitokeza mwenyewe kwa kinywa chake. Na ndio maana alipokuwa pale mlimani akasema hivi, sawa? Alipokuja Musa na Elia, ikatokea sauti akasema msikilizeni huyu. Huyu ndio mwanangu mpendwa. Futa mawazo ya Musa, futa maneno ya Elia, futa manane. Hawa wote walimzungumzia nani? Yesu Kristo. Ilikuwa ni utambulisho. Na unaona kaenda kwenye jiwe akasali.
uso ukageuka kama jua, nguo zikawaka, hata dobe hajawahi kufanyaje kutokea. Alikuwa anajitambulisha yeye ni Mungu, maana Mungu ni mwanga. Mungu ametokea sehemu kwa mwanga kama radi, aliwaonyesha physical akiwa kwenye jiwe. Wewe utabisha Yesu sio Mungu. Yesu ni Mungu asilimia 100 na amejitambulisha kwa maneno yake, kwa matendo yake. Hatujitambulishi sisi kwa kutembea au kwa kufanyaje, kwa maneno na watu walipokuona. Kwa hiyo kwa matukio ya Yesu Kristo, Yesu ni Mungu. Na ndio maana alisamehe dhambi. Hakuna anajesha kusamehe dhambi mtu. Wote walikuwa wanaomba kwa niaba. Lakini sasa umesamehewa dhambi zako, tena usitende dhambi tena. Umeelewa? Na sifa ya Mungu anasamehe dhambi. Yesu sifa hiyo anayo. Kwa hiyo tunakwenda kwa sifa. Tunaposema mwanafunzi ana daftari, amesajiliwa, anahudhuria vipindi. Sasa mwalimu, tukirudi hapo kwanza kwenye jambo zima la Debora, moja kati ya nabii mke wa zamani. Sawa. Sasa kuna watu wanachukulia kigezo hiki kwamba Yesu wakati amekuja alichagua mitume wale wanafunzi 12. Ingawa walikuwepo wengine ambao hawakuandikwa au hawakujitokeza. Wale 12 wanasema walikuwa ni wa kiume. Sasa wakasema inawezekana kwa nini wawe wa kiume? Hiyo ni sababu ya kutowapa fursa wakina mama kuongoza. Hii unazungumziaje? Huwa nawaambia watu siku zote Biblia ni hesabu. Ya unavyosikia hesabu zile za kutoa magazi juto, sijui namba shufwa, namba nini, umeelewa? Ndio Biblia. Biblia ni hesabu. Kwa nini kwanza alichagua wanafunzi 12? Lazima mjue. Unajua tunaposema Biblia ni hesabu na ni namba zinakalkuletiwa, watu hawajui. Alichagua wanafunzi 12. Alikuwa anawakilisha makabila 12 ya Israeli. Umeelewa? Pale kuna ukoo wa Efraimu, kuna mkoa wa Dani. Kwa wale wanafunzi kwa symbolize kulingana na walikotoka. Umeelewa? Na kwa mujibu wa Biblia, mwanamke na mwanaume ni kitu hichi kimoja. Hapo nimekupata. Umeelewa? Na ndio maana ukienda kwenye Ufunuo utasikia kuna wazee 24. Kwani wazee 24? Watu hawajua ya mambo kwa sababu Biblia ni hesabu. 24 ni maana yake 12 ya wanafunzi wa Yesu Kristo aliowachagulia physical. Na kuna 12 makabila 12 ya Israeli. Ukijumlisha 12 kuongeza 12 unapata 24. Na ukienda kwenye sasa wazee 24 ambapo kusoma Ufunuo 4, wazee 24 wanasujudu wakisema Bwana mtakatifu, mtakatifu uliyechinjwa. Umeelewa? Tunakutukuza. Wazee ngapi? 24. Na kuna wanyama wenye uhai wangapi? 4. Kuna ng'ombe, kuna umeelewa? Kwa hiyo tunaona kwamba anasema kuna mnyama kwa mfano ng'ombe, wenye kuna simba, umeelewa? Ni wanyama ambao tunaishi nao, tunawaona. Kwa mfano simba anamsambuliza Yesu Kristo kwa sababu simba hajawahi kukosa mnyama. Kuanzia mwendo wake, nguvu, anatanita tule kifuani. Kwa hiyo anaweza kumlusha ng'ombe kwenye zizi na kumtupia upande wa pili. Kwa hiyo ilikuwa ni kuonyesha nguvu za Yesu Kristo alizonazo. Haya, unapoona Yesu Kristo alituma wazee 70. Wazee 70 walienda hawana majina. Tunaita sisi usalama wa taifa. Unaposikia usalama wa taifa unaoona leo katika nchi hii au system ya serikali hii, jambo ilianza. Yesu ndio anaita serikali. Anasema usidharau serikali iliyopo kwenye mamlaka wala usikashfu. Unaona watu wa sasa hivi wanaingia migogoro na serikali kufanyaje, hapana, uruhusiwi kukashfu serikali iliyopo madarakani. Imewekwa na Bwana mwenyewe. Umeelewa? Bwana mwenyewe ndio anajua serikali yangu niliweka inafanya nini. Si wanadamu. Tunaingia kwenye vita na watu na nini, hapana. Unaona hata Paulo akiwa kwenye safari zake, wakati amekamatwa, unakumbuka kuna yule kuhani, umeelewa? Alipo yule kuhani akampiga kibao. Akasema akamtukana, akasema hivi, umepauka kama ukuta leo papa choka. Wale wafuasi akamwambiaje, huyu ni kuhani huyu ni kuhani, umeelewa? Kwa nini umemtukana? Kwa hiyo Paulo akasemaje? Akasema samahani, sikujua ni kuhani. Maana Biblia inasema heshimuni nini? Serikali zetu. Kwa hiyo naomba msamaha. Kwa sababu serikali hizi zimewekwa na nani? Na Mungu. Kwa lazima, kwa nini watu wanaingia kwenye migogoro na nini mingi, ni kwamba kujua maandiko yanasema.
Ndio maana hata Yesu Kristo alipopambanishwa na habari za serikali akasema Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Ilikuwa ni habari ya kuweka vitu sawa. Kwa hiyo unaona Yesu Kristo ametuma wazee 70 waende kuhubiri Injili. Hawana majina, haijulikani walienda wapi. Na yule bwana nani na yule bwana nani Joshua atuma wazee 70 kupeleleza Kanani, watu wako waingie. Na hata serikali inawapeleleza watu wajui. Naishi nao. Tutaishi nao, wanatembea, tuko magari sawa, lakini hatujui na kazi gani. Kwa hata serikali iliundwa na Bwana. Msikilizaji, kuna kitu nakipata hapa. Natamani tutumie ujumbe kwa swali lolote ambalo unafikiri linakutatanisha, aidha kutokana na mada ya leo au nje na mada ya leo lakini lipo katika Biblia. Unaweza kututumia ujumbe wako kutuambia kwa 0673 64 0096. Nirudie nambari hiyo vizuri, 0673 64 0096. Leo tunazungumza sana pia kuhusiana na habari za huyu nabii Deborah ambaye alifanya makubwa pia, na tunatamani kuona pia mchango wa mwanamke hasa katika jamii kwenye masuala mazima ya kidini na masuala mengine ya kawaida. Kwa hiyo ni sawa tu mwanamke akiongoza, akipewa kanisa, dayosisi na vitu kama hivi. Ni sawa. Unajua watu washindwa kuelewa kwamba Biblia ni hesabu na Yesu Kristo aliweka mambo yote sawa. Unaona Yesu Kristo wakati amekuwa ametundikwa msalabani, sawa, lile pazia likachanika katikati. Watu wakaingia patakatifu wote. Tunaposikia kanisa, labda watu waelewe, hekalu ya Yerusalemu ilikuwa na pazia ambalo wewe huwezi kuvuka. Alikuwa anavuka kuhani tu. Na huyo kuhani kama alitenda dhambi, alilala na mwanamke tofauti na mkewe, atakapoingia patakatifu siku hiyo, yani ardhi ilikuwa inachanika, inammeza. Ikimeza hiyo ndio nitoleo. Kwa hiyo wale wasaidizi walikuwa wanamfunga kamba yule kuhani. Anaingia na kamba ndefu, wakiona hii babu inavutika, jawe atatembea. Atateuliwa mwingine. Umeelewa? Kwa hiyo tunaona Torati ilikuwa ni ngumu sana. Ambapo hata mtu yeyote alikuwa hawezi kushika, yani Torati tunasema hivi ilikuwa ni masharti magumu. Mtu anahukumiwa papo kwa papo. Hakuna cha mahakama, sijui nani wewe umetenda dhambi unakufa, Bwana anakuhukumu pale pale. Hata yule mama alikuta anaokota kuni siku ya Sabato, aliuawa. Pale kwa sababu ilikuwa nini? Ndio sababu unapoona tunaona Yesu akasambalaize kwamba Torati tunafananisha, kwa mfano unaona kwa mfano Jacob alifanya kazi miaka 7 akitarajia atamwoa nani? Rebeka. Lakini kwenda kule akakabidhiwa Lea. Wakamwambia wewe huwezi kumwoa Rebeka, Lea ni mkubwa wake, baki hapa nyumbani. Kwa sheria zetu ni ngumu. Chukua kwanza nani? Lea. Piga kazi za miaka 7. Ndio tukabidhi nani? Rebeka. Sasa ile tunafananisha na Torati. Torati ilikuwa ni ngumu sana. Kama alivyokuwa anaona ugumu Jacob ukana Lea. Wakati alimtarajia nani? Rebeka. Unaelewa? Kwa hiyo tunafananisha na Torati. Lakini baadaye anakuja Rebeka, analainisha moyo wa nani? Moyo wa Jacob. Kwa hiyo tunaona hata Yesu Kristo alitanguliza Torati, baadaye akaja yeye mwenyewe. Ndio neema sasa. Anakuambia hivi, wewe fanya dhambi fanyavyo. Na akamtanguliza Yohana Mbatizaji awabatize watu. Kwa nini? Awabatize watu kwa maji ya baridi tu na ya Jordan. Watu wakawa wanakuja, baadhi hawaji. Yohana akasema hivi, ajaye atawabatiza kwa moto. Hapo ni mwamba. Neno ubatizo wa moto hawakuwe, yani huelewi. Ukija kwenye maandiko ubatizo wa moto ni ziwa la moto. Kama wewe umekataa ubatizo wa Yohana Mbatizaji huu wa maji ya kawaida, umeelewa? Yesu atakubatiza kwa moto. Siku ya mwisho ukufanya matendo yangu, ziwa la moto lile pa. Ndio ubatizo wa moto. Sawa. Nikirejea hapo kwa madam, tunapozungumzia kupewa huduma hiyo, kwa mfano ambayo ulikuwa unaifikiria huduma ya kuwa na kanisa. Yupo mtu ambaye anaona kwamba hutaweza kwa sababu una majukumu ya kulea familia. Sasa hapo labda unaweza kumwambiaje? Una majukumu ya kulea familia pale, watoto kama wako nitakuwa wapikie na nini, alafu pia kule kuna huduma. Hili unalichanganuaje au ratiba zako wewe utaziwekaje?
kama nilivyokuambia mwanzo, Mungu anajitegemea. Okay. Mungu hategemei. Unajua unapofanya kazi ya Mungu, naye Mungu anashughulika na mambo yako. Okay. Kwa kama utabezi kwa Mungu, kwa mfano sasa hao watoto lazima atakuwepo mtu atawahudumia. Yeah. Utatengeneza timetable yako vizuri. Kama kuna mtu atawahudumia, alafu mimi naendelea na kazi ya Mungu. Okay. Sawa kabisa. Hivi ndivyo ambavyo watu wengine wanafikiri kama sasa mama akiwa yuko kule huku labda watoto wanafanyaje. Nafikiri ni timetable. Na hilo mtumishi wengi wanazuia hilo. Nataka nikwambie Yesu alikuwa katika misafara yake. Watu wasome Biblia. Yesu alikuwa katika misafara yake. Kuna aina za watu. Umeelewa? Ziko aina za watu. Kuna watu wanamfuata Mungu kwa ajili ya matumbo yao. Hawako interested na habari ya neno la Mungu. Ni kwa ajili ya Mungu tumbo. Unajua tumbo nalo ni Mungu. Mungu siku zote. Hapo kuna watu wanamfuata Mungu kwa ajili ya kazi yake. Okay. Na ndio maana Yesu alipofika katika kijiji kile akamkuta mtu akamwambiaje? Nitakufuata popote utakapokwenda. Lakini Bwana kwa sababu Mungu anajua matendo yote ya mwanadamu, akasema hivi, ndege wana viota. Umeelewa? Mbweha wana mapango. Mwana wa mtu una hata sehemu ya kuweka nini kichwa chako? Umeelewa? Kwa nini? Yule alimtaka kumfuata Yesu alishamgundua kutoka moyoni mwake kwamba anataka viposho anavyopewa Yesu Kristo au anavila kwenye msafara. Hakuwa na habari ya neno la Mungu. Kuna watu wanaotufuata katika kazi zetu, sio kwamba wako ni kwa ajili ya matumbo yao. Lakini akaja mtu mwingine baada ya Bwana kuna huyu anataka kutumikia, akamwambia hivi, nifuate. Akasema hivi, ngoja nikazike baba na nani? Na mama yangu. Akasema nikamzike baba. Hata kwa mujibu wa sheria za Kiyahudi, msiba wa Kiyahudi unaombolezwa mwaka mzima. Mwaka mzima. Siku 360 ni msiba huo. Wataomboleza, watafanya taratibu za kumlisisha kama alikuwa na mke huyo mtu, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya Kiyahudi, mimi nikifa, let's say nimefariki mimi, mwanamke yule ataolewa na mdogo wangu. Ikiwa mimi nitamkataa yule mwanamke kama mimi, yule dada atavua kiatu chake, watamtemea mate usoni, ndipo ataruhusiwa kwenda kuolewa na mwanamume mwingine. Hilo ni sheria za Kiyahudi, na huo msiba utaombolezwa mwaka mzima. Kwa hiyo alipoambiwa na Yesu Kristo kwamba ngoja nikamzike baba yangu, nitakuja nikufuate, akasema wacha wafu wazike wafu wao. Na aliye tayari kwa kulima hageuki nyuma. Mbele kwa mbele. Sasa kwa hiyo kuna watu wamegeuka nyuma, wakiwaza familia, wakiwaza biashara, wakiwaza nini, wameacha kumtumikia Yesu Kristo. Unaelewa? Kwa hiyo utaulizwa. Ndio maana unaona hata Yesu Kristo alipoenda kwa rafiki yake nani? Lazaro, kulikuwa na Martha na nani? Na Mariam. Martha na Mariamu, yule aliyekuwa biza alikuwa anaitwa nani? Akawa anapika, anafanya nini, lakini huyu Martha akaenda kusikiza neno la Bwana. Akasema huyu amechagua kitu kizuri kuliko unapohangaika wewe na mambo ya mapishi na nini. Vitu vya dunia hivi vitaisha. Kuna mtu anaitwa Musa Mapembe. Musa Mapembe kutokea Kongo, Dodoma. Yeye ametoa hapa baadhi ya dini na madhehebu ambayo kimsingi hajawahi kuona mwanamke akiongoza. Sasa anasema hii ni kwa nini? Yaani kuna baadhi ya dini na baadhi ya madhehebu ambayo hajawahi yeye kuona kabisa mwanamke akiwa anaongoza. Sasa swali lake anauliza kwa nini? Anataka uelezee misimamo ya hao ni nini hapa. Kwanza aelewe. Kuna aina za dini ambazo zinafuata kanuni za Kiyahudi. Yaani zina elements za dini za Kiyahudi. Kuanzia mafundisho yake, taratibu, mwanamke hawezi kuingia madhabahuni wala kushiriki huko. Kwa hiyo wale wanaendelea na lile hekalu ambalo lilichanika pazia. Wao bado wameshona pazia. Kwa sababu baada ya ile pazia kuchanika yalitokea matukio kadhaa. Ukisoma Biblia, watakatifu waliozikwa Yerusalemu walifufuka kaingia mtaani. Cha kwanza, watu waliingia patakatifu bila kuzuiwa. Kwa hiyo sasa hapo patakatifu ina maana waliingia wote na wakina mama. Waliingia. Unaposikia patakatifu una maana ukiona ile hekalu la Yerusalemu, kulikuwa na ukumbi wa pagani, ukumbi wa wageni,
ukumbi wa Wanaisraeli. Anasema patakatifu takatifu walikuwa wanaingia makuhani tu na walioteuliwa. Wewe ukiingia kule uwe na huko kwenye patakatifu takatifu ndio ilikuwa nakaa sanduku la agano. Katika sanduku la agano kulikuwa na kiti cha rehema. Kwa yule malaika anakaa pale atatoa maagizo kwa wana nini wafanye. Si unanielewa? Anakaa katika kiti cha rehema, atatoa maagizo 1 2 3 kwa kuhani. Kuhani atatoka pale patakatifu, atapenua ile pazia lake, atawaambia Bwana amesema 1 2 3. Watafanyaje? Lakini nilipochanika ile pazia sasa, mtu anaingia patakatifu yeye mwenyewe, ataweza kusali, hakuna vikwazo, anaweza kuhubiri injili, akaongea na Bwana moja kwa moja. Yaani injili ilikuja kwa mafungu, labda uelewe hivi. Unaposikia kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho, sio kwamba ni vitu vitatu tofauti, ni kitu kimoja katika muonekano huu. Yaani ni kitu kimoja katika mionekano ya aina 3. Unajua tutakuja kufundisha somo la Roho Mtakatifu. Au utatu. Jinsi unavyochanganya watu. Ni masomo magumu sana ambao watu wameshaingia katika kuabudu vitu tofauti. Unaposikia kwa jina la Baba, maana yake ni nini? Bwana alizungumza na baba zetu tu. Unaona kina Ibrahim, akina Yakobo walikuwa ni mababa tu. Umeelewa? Sawa. Na la Mwana, Bwana amezungumza na akina yani vijana. Unaona Yesu Kristo amekuja na miaka 30. Anaanza kuhubiri ni kijana, akazungumza na vijana, asema vijana wataota ndoto. Ukisoma ile Isaya ile ni Joeli 12. Vijana wataota ndoto na nini, wataanza kuongea habari za Bwana. Kule alikuwa ni mababa tupu. Unaelewa? Tunakuja vijana. Na Roho, Bwana atakuwa katika Roho. Unaona anapoondoka sasa, sitawaacha peke yenu, nitawapa msaidizi. Ambaye ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Umeelewa? Kwa hiyo tunampata sasa, Mungu yupo katika Roho. Unaona wakati anakutana na yule mama Msamaria pale kisimani, akasema naomba nipe maji ya kunywa. Akasemaje? Ile ni Yohana 8:23-24. Akasema hivi, wewe ni Msamaria, mimi ni Myahudi. Na wewe ni Myahudi, mimi Msamaria. Nitakupaje maji? Kwanza mimi hatuingiliane, hatuchangamani. Kwa nini kutochangamana? Kutochangamana hakujaanza leo unapofikiria wewe. Tenga huku. Hakujaanza leo kusema mimi ni mtakatifu, huyu sio mtakatifu, hakujaanza leo. Unaposikia Samaritan, Samaritan ni wenyeji ambao wakati wana wa Israeli wametoka Misri, waliwakuta watu wa Samaria walikuwa ni wenyeji wa pale. Na kama nakumbuka Musa na yule bwana Joshua anatuma jeshi likaue watu. Wale migambo walienda sana, tumekuta majitu makubwa, sisi tumejikuta kama panzi. Na Joshua akamwambia, akasema hawa watu mmeniudhi sana. Bwana amewaambia mkawamalize watu. Nyinyi mnaniambia mnajikuta kama panzi. Umeelewa? Akawaangamiza, akachagua jeshi jingine liende tena kwenda kuwamaliza wale watu. Alipo wale watu walipoenda kuua wale watu kule, wakaacha wanawake. Una wengine wakalala nao wale wanawake. Baada ya kulala na wale wanawake wakazaliwa watoto, ndio Wasamaria wema. Kwa wale ni watoto wa kambo wale jamaa. Wana wanatoka wapi? Wanatoka Misri. Kuna swali pia hapo. Hapo kuna swali bwana, anasema anaitwa Efraim Lejale kutokea Mpwapwa Chisei. Anasema ni upi ubatizo sahihi kati ya ubatizo wa maji mengi na ubatizo wa maji machache au maji kidogo? Swali lake ni nzuri. Ubatizo sahihi ni ubatizo wa maji mengi. Kwa sababu sisi tunaishi kwa mujibu wa maandiko ya Biblia. Yako mambo mengi sana. Hata kusema kuna sema wako mabwana wengi, lakini shirika na Bwana huyu mmoja. Sisi tunashirika na Bwana mmoja, ni Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo aliingia Jordan, akazamishwa mpaka kichwa akanyanyuliwa, ambao ni Mungu mwenyewe. Na unakumbuka wakati Yesu anaenda kubatizwa, huyu bwana nani alikataa? Huyu Yohana akasema asema ajaye nyuma yangu yuko mbele yangu, ni mkuu. Sisi tutaenda kufungua giza za viatu vyangu. Akasema mimi siwezi kubatiza wewe. Umeelewa? Lakini Yesu akasema acha itokee hivyo kwa sasa ili kutimiliza nini maandiko. Umeelewa? Kwa hiyo unaposema hizo habari za ubatizo wa maji mengi, Naamani alibatizwa mara 7. Siko ubatizo wa maji mengi. Na kwa nini umetokea ubatizo wa maji kidogo? Labda watu hawajai kuambia hizo swali.
ubatizo wa maji machache umetokea baada ya Constantine. Huyu alikuwa ni mpalia wa Kiroma. Alipokuwa anapigana vita, akakuta alama ya msalaba. Ikamwambia hivi, katika alama hii utashinda. Constantine huyu, kulikuwa na vita kubwa. Unajua mateso ya Wakristo miaka 300. Watu wa Kristo kwa ulikuwa ukitaja jina la Yesu unauawa. Una Biblia ndani kwako unauawa. Ukionekana unaandikisha Biblia, unasalisha watu unauawa, unataja jina la Yesu Kristo unauawa. Umeelewa? Kwa hiyo katika hizi vita za Wakristo miaka 300, Constantine mfalme alipoona ile picha ya Yesu ya msalaba kwamba atashinda, ndipo akaenda akasema, nimeota ndoto kwamba kuna picha ya msalaba. Hii nikitumia hii nitashinda. Kama nasikia vita vya msalaba sasa. Ndio hapo sasa. Okay. Akaamua kuingia kwenye hiyo picha ya msalaba na kuwapa. Sasa picha ya msalaba nini? Akasema ni Wakristo ambao wanateswa. Kama unaona kuna picha, unaona ndege amebeba kifungu cha kuni. Umeelewa? Ni kwamba Wakristo walikuwa hivi. Watu wote wanaomtaja Yesu Kristo walikuwa wanawekea mizigo ya kuni miguuni mwao, wanawekewa moto. Ukisema Yesu, nampenda Yesu, utafanyaje? Ule moto wanazima. Ukisema mimi simpendi, yani mimi nampenda Yesu mpaka kufa, huo moto utaendelea mpaka utakufa na unakuwa umefungwa kwenye mti. Umeelewa? Kwa hiyo Constantine ndio aliyoleta uhuru wa Kristo kumwabudu Bwana. Kwa hiyo aliingia kwenye zile dini ile, akaingia na miungu yake. Alikuwa na miungu, akaingia kwenye dini sasa. Akiamini msalaba ndio vita na msalaba ndo imani yake. Alipoingia na miungu yake, akasema kama ingia kwenye Kristo inabidi batizwe. Kwa hiyo Constantine kwenda kubatizwa, akakuta bonge la mto. Baba, inabidi uingie humu na nguo zako uzama. Akasema mimi ni mfalme mkubwa sana, siwezi kuingia mimi humu. Kunani? Mkanizamisha mkanitoa. Kwa hiyo ninaomba mnichotee maji kidogo kwenye kibakuli, mnipake kwenye paji la uso. Akachota maji kwa sababu ni mfalme mkubwa. Ndio yale ya Naamani. Unaona Naamani ameenda akakuta bwawa kubwa. Inabidi uingie kwenye maji ili upone ukoma. Akawa anafanyaje? Anabisha. Na huyu naye unaona anasema mimi siwezi kuingia huko, nilowani. Wakamchotea ile maji, akapakwa kwenye paji la uso. Ndipo kukagawanyika, baadhi ya dini zinabatiza kupitia maji kidogo ya kupaka kwenye paji la uso, na dini zingine zinazoamini Biblia watu wanaingizwa kwenye mabwawa na kwenye nini. Ndio mgawanyiko ulianzia hapo. Sawa, nikiwa tunaelekea mwishoni kidogo, tuna dakika chache. Mtumishi wa Mungu Esther Machea, kuna msikilizaji hapa anauliza pia kuhusiana na, ameshasikia kauli inasema, au niseme lugha inasema kunywa kidogo usilewe. Hii labda kuna mahala inapatikana labda kwenye Biblia hivi, au inamaanisha nini labda hii hali? Na baadaye pia nitarejea kwa mtumishi hapa. Kusoma Biblia nimesoma neno linasema, ole wake atengenezaye kileo na ole wake ampae jirani yake kileo. Kwa hiyo namaanisha kwamba hiyo haipo kabisa. Okay. Hiyo unaizungumziaje, labda kunywa kidogo lakini usilewe? Kwanza kuna tafsiri kubwa. Unajua Biblia tunaposema Biblia ni msitu. Kwanza elewa, Biblia ipo katika mafungu. Okay. Kuna mafungu ya Biblia. Kuna maneno ya unabii ndani ya Biblia. Kuna historia. Sawa? Ndani ya Biblia hii moja. Kuna habari za mapenzi ndani ya Biblia. Sawa? Kuna hiyo maneno ya hekima, kuna mambo ya mapenzi ndani ya Biblia hiyo. Kuna historia, kuna unabii. Ni karibu vifungu vingapi hivyo? Vinne. Na hivi vyote vinadili na mwanadamu. Kwa hiyo habari ya kunywa, sawa? Biblia imezungumza. Kwa mfano kusoma Methali kama sikosea 24 inasemaje? Wape mvinyo
wape mvinyo watu wenye shida, wale wasahau shida zao. Wenye shida. Wape mvinyo. Wale wasahau shida zao. Ipo methali hiyo. Naomba nishindane na nitaangalia. Umeelewa? Sasa hiyo ndio maana tukienda hata kwenye mihadhara tunakuwa na midaro mikubwa. Anakuambia Biblia gani nasema watu wanywe pombe. Umeelewa? Sasa ile ndio iko kwenye maneno ya hekima. Maneno ya hekima, kwa nini hekima? Watu hawa wana shida zao, wana mawazo yao. Hawajaokoka hawa, na ile ni maneno ya hekima. Kwa wape pombe wale, yaani wape mvinyo, wanywe walewa sawa shida zao. Haya, unakuta huyu bwana nani, huyu ambaye alikuwa amejenga safina nani, Nuhu baada ya tunapoona ubatizo, kama kwa naanza mzee mchungaji kwamba ubatizo ni nini? Ubatizo ulianzia kwa Nuhu alipoambiwa jenga safina. Vikaingia vile viumbe vyote vikachaguliwa na wale familia yake inayomwabudu, ikaingia kwenye safina. Wale wengine wakafanyaje? Wakasafishwa kwa maji. Na baadaye unaona Nuhu alitumwa njiwa. Si ndio? Ikarudi na jani gani? Sasa kijani. Kwamba huko baba tayari maji yamefanyaje vita. Na Yesu Kristo akiwa anabatizwa alikuja njiwa begani. Umeelewa? Tuna symbolize ile sasa, ile ni ishara ya ubatizo, ni kuosha dhambi, kutakasa maovu. Yaani ili mtu unapotoka kwenye maji mengi unatokeza juu, unaacha dhambi zako zote. Umeelewa? Unakiri ile amri. Sasa alipofanya ile zoezi bwana Nuhu ametuma njiwa, kunguru alienda moja kwa moja kwa mizoga. Sasa tunaona Nuhu watu wote wameoshwa. Sijui unanielewa? Hakuna mtu alobaki, wote wameshasomba na mafuriko, kabaki yeye na binti zake. Binti zake wakatumia teknolojia, tufanyeje ili tuweze kuendeleza mzao. Wakachukua dumu la mvinyo, dumu zima, wakampiga baba yao. Baba akafanyaje? Mzee akalewa. Mzee akalewa. Alipolewa wakamuingilia. Walipomuingilia dada na dada mtu wote wakapata ujauzito. Waliopata ujauzito, kizazi kiendelee. Na unaona kuna kijana mmoja ambaye baada baba yake kuwa amelewa, yeye alienda kuchungulia live. Akalaaniwa. Kijana mwingine akachukua shuka. Maana baba yake amelewa hajitambui. Alipochukua shuka, akaenda kinyume akamfunika. Kwa hiyo habari ya ulevi kwenye Biblia, wapo watu walioongea na Mungu walikuwa ni walevi. Kupitia ya maandiko. Umeelewa? Issue umelewa umefanya nini? Umefanya na unakunywa kwa sababu gani? Na anasema hivi, na Biblia inaonyesha ole wao, kusema Isaya, ole wao wakao kwenye kileo usiku na mchana, wakinywa wakilewa, yani hafanyi kazi, mtu anashinda kilabuni. Umeelewa? Hilo ni dhambi, lakini kunywa kama kunywa si dhambi. Kwa mfano, unywaji wa mvinyo Bwana ameadhimisha kwamba kunyweni mvinyo na mkate kila mkutanapo kuniwakilisha mimi. Hivi ile ni pombe. Mvinyo ni pombe, ndio hii divai tunayokunywa. Kwamba tunakunywa kidogo na mkate kuwakilisha nini? Kama agano langu mpaka mwisho wa dahari. Kunywa kidogo usilewe. Umeelewa? Kwa hiyo Bwana ametoa maagizo kunywa mkate na divai kila tukutanapo. Na ndio maana kwa mfano Roman Catholic kila Jumapili watu wanashiriki kila wakutanapo. Ile ni agizo la kibiblia, sio la mwanadamu, sio la nini. Kwa kunikumbuka mkate unawakilisha mwili wa Yesu Kristo. Divai ni damu yake, ndio maana damu yule mvinyo una rangi ya damu. Umeelewa hiyo? Kwa hiyo hizi mivinyo mingine hii sio kwa kumkumbuka Bwana sasa. Sasa ndio maana katika mivinyo mtu anaweza akaongeza alcohol, akaweka kileo. Bwana kuamuru mtu anywe kileo. Kileo ni kitu ambacho kinaweka alcohol kubwa. Yaani wewe ukinywa dakika tu pop. Haita ndio maana sema hivi, hata ukila ugali sahani 3 ni dhambi. Ukinywa maji labda chupa 6 dhambi. Umeenda zaidi ya ndio maana unamkuta sasa ambaye huyu bwana Paulo anamwambiaje Timotheo, ukanywe glasi moja ya nini ya mvinyo ili unyoshe utumbo wako, maana tumbo linakufanyaje? Na kusumbua ajili ya tumbo. Kwa hiyo pia mvinyo ni dawa.
Sasa wewe unasema unaoja kileo gani na kunywa? Na kunywa konya. Kwa hiyo kuna tofauti hapo. Tofauti. Umeelewa? Kwa hiyo kuna tofauti. Ya, vinywaji viko vingi. Unaona kileo. Ole wakati. Unasikia msikilizaji hapo, usije ukasema umeruhusiwa ukanywe pombe ulewe uanze kutukana watu au kufanyaje. Angalia maelezo jinsi yalivyo. Yaani kuna namna kwamba unakunywa kwa sababu gani? Yaani kuna kakitu tena sio zaidi kama ambavyo unafundisha sasa hivi. Yaani sio ili nakufanya sasa utengeneze dhambi nyingi. Yaani mtu anakunywa anashindwa kutwa nzima kwenye baa. Lakini kama unaugua tumbo na tumbo ni dawa yake ni mvinyo, unaruhusiwa kutumia kunywa. Kwa sababu mvinyo mruhusiwa lakini silewe. Umeelewa? Usinywe, yani tunasema kila kitu kifanya zaidi. Sawa, ni dhambi. Hata kifanya dhambi zaidi unaona Bwana na kwa mfano mtu anaua Bwana atamuua. Sasa ni zaidi. Okay. Haya, msikilizaji, na hapa ndipo ambapo sasa tunaelekea ukingoni. Nafikiri tumebakisha dakika kama sikosei 5-6 hivi ili tuweze kwenda kumalizia. Okay, na kutokana na mafundisho ya leo hapa naona watu wengi nani huyu anasema anasema nikiwa mdogo huyu anasema naambiwa siku za mwisho watatokea manabii wengi wa uongo. Je, maneno hayo ni ya kweli? Huyu ni Dennis Madewa. Anazungumzia kuhusiana na manabii wa uongo. Anasema hii ni kweli labda au yeye hajajua labda sasa hivi vipi. Ndio maana tunaposema kwa nini siku za mwisho. Hilo kwanza. Kwanza ukishasikia siku za mwisho tunataka tukutajie aina za hukumu. Yaani aina za siku za hukumu. Yaani au aina ya siku za mwisho. Siku ya mwisho ya kwanza katika maisha ya mwanadamu duniani hapa ni pale mtu anapozaliwa, anakuwa, anazeeka na kufa. Hiyo ni aina ya siku ya mwisho wake kulingana na umri wake. Atakayokutana nayo kutoka mtoto mpaka anazeeka na kufa. Hiyo siku ya mwisho ya kwanza. Fungu la kwanza. Fungu la pili. Aina siku ya mwisho ya kikundi. Yaani kuna kikundi, mfano watu wako kwenye basi 200 au wako kwenye meli 300 wamepinduka, wamekufa. Hiyo ni aina ya pili ya hukumu ya Bwana. Ameua kundi la watu wengi, sio mmoja. Na tunasema hivi, iwapo basi lolote au meli yoyote wamepanda watu waovu, umeelewa? Wamejaa mle tunga wote, Bwana anapindua. Hata kama kuna wawili humo wenye haki, wanaweza kapona wale. Kama nasikiaga labda unakuta gari limepinduka, anasema mtoto mchanga amepona. Hiyo ipo. Kwa hiyo unamwona Bwana anachekecha watu wake, anachekecha makapi kwa staili yake. Unaposikia kwamba unaona moto uliotokea Marekani wale mashoga. Nyumba za mashoga tunaangalia. Kuna zingine zilipona. Kwa hiyo tunaita ni kundi la hukumu ya kundi. Kwamba hili kundi kwenye uovu limezidi. Na ndio maana ukiona wakati Bwana anaenda kuangamiza Sodoma, sio alipita kwa Abraham. Abraham wale watu hakuwajua, lakini akawachimbia njia ndama mnono, akasema nielezeni mnaenda wapi? Akasema tunaenda wapi? Sodoma. Akasema Sodoma kuna ndugu yangu jamani, kuna mema huko. Akasema bwana tunaenda kupiga kule, tunaenda kumaliza baba. Masha kiberiti. Kuna ndugu yangu, je, ukikuta watakatifu wangu 100 utaangamiza? Akasema hapana, kama 100 sitaangamiza. Wameenda 100 mpaka 10 hamna. Kufika kule wako nani? Akasema nani tuwaondoe? Wanaobaki ni kiberiti. Na ndio maana hata familia yoyote kama haina mtu anayemjua Mungu, umeelewa? Familia nzima yote itakufa. Kwenye basi hakuna mtu ambaye ameomba Mungu, umeelewa? Katika safari itakwenda. Kwenye angalia meli ya Titanic, walikufa watu wangapi? Wengi sana. Sio walikuwa wanafanya uzinzi mle ndani. Wanapanda juu, wanabembea, wanafanya uzinzi na nini. Akasema usimtanie. Akaizamisha yote. Kwa hiyo tunaita hizo ni hukumu ambazo lazima watu tumjue Bwana. Tunahitaji maombi, tunahitaji, ndio maana kijiji chochote ambacho hakimjui Bwana ni vita, muda wote ni vita. Wanapigana. Angalia Somalia.
Kama unaona yule mtumishi ambaye alimchinja mama yake sasa nani yule? Unapoza kwenye mitandao. Sawa? Alimchinja? Yaani walimchinja mama yake, walimchinja mke alikuwa ameokoka. Yaani yeye alikuwa ni Muislamu, akatangaza mchana bwana mimi nimeokoka. Sitaki kuwasalisha tena. Sasa ile afakala matukio makubwa anatesa kwenye mitandao. Kwa nini ndalikumbuka? Angalia vita za Somalia. Kwa mfano Somalia kusema mimi namjua bwana, sijui nini kusema namjua Yesu nachinjwa pale. Hawakopeshi. Angalia vita zile haziishi. Ni habari ni Bwana yuko pale. Kwa hiyo tunahitaji watu wa Mungu katika vijiji vyetu ili vijiji vyetu viwe salama. Na hukumu ya 3 ni ya ulimwengu mzima. Ambapo Bwana ataangamiza ulimwengu wote na watu ambao watageuzwa. Yaani kwa mfano ndio siku ya mwisho ni leo. Watu watageuzwa. Wewe leo umeingia kiama, wale yani tutageuza rasmi. Utaona moto hapa, kwenda kuzimu hiyo, kwenda mbinguni hapa. Haingoji muda zake wala nini. Aina hiyo ni moja kwa moja. Hiyo ndio ni aina ya 3 ya hukumu ya ulimwengu mzima. Wewe unaposema wewe leo Yesu aje, sijui atakuja lini? Soma hizo huko watu gani una miaka mingapi? Utafika miaka 150. Hiyo ni ngumu sana. Hiyo ni ngumu sana. Okay, nafikiri hapa sasa tunakwenda vizuri na tuko mwisho kabisa. Pengine nikirudi hapa kabla sijarudi kwa mtumishi. Una wito gani sasa kwa watu ambao kwa kweli bado wana mtizamo kwamba wakina mama hatuwezi kazi hasa kwenye upande wa Injili? Sasa unawaambiaje sasa hivi kutokana na kifungu ambacho tumekisoma hapo cha nabii huyu mke? Tumeona amefanya mambo makubwa, lakini tunaona mchango wa kina mama kuanzia kwenye kwa Yesu Kristo. Sasa unalipi la kuambia? Labda tu mimi niwaaminishe kwamba hata kipindi cha Yesu walio msapoti sana Yesu ni wanawake. Okay. Ni wanawake. Walifanya kazi kubwa sana. Walifanya kazi kubwa sana wakiwa wameambatana na Yesu. Kwa hiyo waliokuwa wenye uchumi, yani wenye pesa nyingi ni wanawake kwa sababu walimtunza Yesu. Okay. Yes. Kwa hiyo mtu yeyote anayesikiliza radio aamini kwamba yani wanawake ni wana nguvu. Ndio maana hata ukiingia makanisani wanawake ni wengi kuliko wanaume. Wamejaa sana. Wanawake ndio wanaofanya kazi. Kwa hiyo wanawake tuseme kwamba hata katika tukichukulia tu mfano kwenye ndoa. Mume ni sawa, mume ni kichwa cha familia. Lakini mwanamke ndio Biblia inasema kwamba ataibomoa ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa sababu gani? Mwanamke ndio nguzo, yani ndio kila kitu kwenye ndoa. Kwa hiyo ndio maana hata neno linasema kwamba ataibomoa ndoa yake. Kwa hiyo yeye mwanamke ndio anatakiwa ashikilie ndoa. Okay. Kwa hiyo huo ni mfano tu. Kwa hiyo kanisa linajengwa, mara nyingi wanawake ndio wanaweza kusimamia kanisa kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo wanawake ndio walimlilia Yesu, wanawake ndio walikuwa wako nyuma, yani ndio kila kitu. Na ukitaka kanisa liende, wewe kaa vizuri, tunaitwa jeshi. Jeshi tunaitwa kwamba ni wanawake ni jeshi kubwa. Mwanamke ni nguzo. Mwanamke ndo kila kitu hata katika taifa. Wanawake ni nguzo, wanasaidia kila pande. Kwa mwanamke anaweza kutetea kila sehemu, kunaweza kukaa na udhaifu, lakini akikaa mwanamke anaweza kuomboleza. Nimpate wapi? Yani wanawake wanaoomboleza na kulia kwa ajili ya Bwana. Kwa wanawake ni kitu muhimu sana na ni kitu ambacho wanahitajika. Mama ni kitu bora kuliko kitu chochote unavyofikiria. Kwa sababu mwanamke ndio ametoka katika ubavu wa mwanaume. Lakini kama ametoka, ndio maana msaidizi. Achana na mfanyakazi. Unajua yeye baba ndo kazi yake, lakini msaidizi ndo anafanya kazi kubwa kuliko hata yule baba. Kwa hiyo mwanamke ni muhimu sana katika kanisa, ni muhimu sana katika taifa, ni muhimu kwa kila sekta. Yes, kwa hiyo niwaaminishe kwamba kazi tunaiweza na Mungu yuko ndani yetu, anamtumia mtu yoyote. Ndio maana ukisoma hiyo niliyokuambia kwamba Mwanzo 2:7 inasema kwamba Mungu alimfanya mwanadamu kwa mfano wake. Haijalishi ni mwanamke, hajasema ni mwanamke au ni mwanaume, alisema ni mtu. Kwa hiyo mtu yoyote anayo nguvu ya Mungu ndani yake na anaweza kufanya mambo makubwa. Nabii ni mtu yoyote, awe mwanamke awe mwanaume. Mchungaji ni mtu yoyote. Hajasema kwamba yani ni mwanamke, kwamba pumzi ya uhai ilipuliziwa kwa kila mtu. Kwa hiyo mlevi unayemuona anazunguka huko tayari
sehemu ya nguvu ya Mungu kwa sababu anaishi. Okay. Ndio maana nasema najiuliza swali moja, kwa nini ninaishi? Naishi ili nifanye nini? Kwa nini mpaka leo nipo na kati niliosoma nao walishakufa? Kwa hiyo sasa niwatie moyo kwamba mwanamke anaweza. Okay. Yes, hata Mama Samia popote alipo, Mungu tu amtie nguvu ili aweze kufanya vizuri. Kwa sababu Mungu mwenyewe ndo ameamua awe hapo alipo. Sisi ni Mungu ndo amemteua, kama mtumishi wa Mungu Mika alivyosema kwamba uongozi sijui wa mwanamke na nini. Hapana. Mungu ametaka yeye awe kiongozi, ndio maana ameruhusu. Yaani hata kifo unachokiona kiwe cha ajali, kiwe kifo cha aina yoyote ya bodaboda, iwe nini, ni Mungu mwenyewe anaruhusu, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kuzuia. Kama mtumishi alivyohubiri hapa Sodoma na Gomora, ni yeye mwenyewe aliruhusu Sodoma na Gomora ikaangamie kwa sababu ana makusudi, alitaka isimamishwe nchi nyingine mpya. Kwa hata Mama Samia kusimama kwenye hii nchi, ni Mungu mwenyewe ametaka, kuna jambo anataka kulifanya. Okay. Ndio. Sawa. Asante sana pia kwa maneno hayo. Tukirudi hapa kwa mtumishi Mika, tunaweza tukamalizia kwa kusemaje, kwa sababu tunaona wengi hawasomi vizuri hiyo Biblia ambavyo wewe unafafanua. Sasa lazima kutakuwa kuna jambo la kuweza kuambia, na ukiwa unahitimisha hapo. Kwanza nataka niwaambie watu ukisoma Biblia hutagombana na mtu yote. Yaani useme hata mahakamani lazima tufika. Biblia iko wazi sana. Hekima zote zipo hapo. Tunasema ni kitabu ambacho wana theolojia wanasema ni kitabu ambacho kinaongoza sasa hivi duniani. Na kinauza kopi milioni 200 kwa mwaka. Biblia. Na kinasema hivi, kina maneno ambayo yanaweza kumkinga mtu na hatari yoyote ile. Na tunapomalizia swala utumishi wa mwanamke kama alivyozungumza mtumishi hapa, tunaposema mwanamke ndiyo mwanzilishi wa kila kitu. Ila mpaka kujue Biblia. Why? Nataka nikwambie kitu kimoja. Adamu alivyoumbwa pale kwenye bustani Eden, alipelekwa yeye kama yeye. Hakuwa na shughuli yoyote, ujue. Hakuwa na shughuli yoyote. Hakujishughulisha na chochote. Ni kweli. Shughuli zimekuja kuanza baada ya bwana jamaa yupo yeye. Akasema sasa ngoja nimpatie nani msaidizi. Umeelewa? Akampa usingizi, akatoa ubavuni mwake. Ubavu mmoja, akatokea mwanamke. Na naomba kwamba Biblia ni typology sasa. Unaona Yesu Kristo akiwa msalabani. Sawa? Yule askari alimchoma mkuki, yakatoka maji na damu. Haya maji na damu ndio utakaso ambao unatakasa watu wote. Tunatakaswa kwa maji na Bwana Yesu Kristo. Kusema kwa damu ya Yesu shindwa, pepo anarudi nyuma. Kwa hiyo ubavuni mwa Yesu Kristo ulitoka utakaso. Ubavuni mwa Adamu alitoka msaidizi ambaye ni Hawa, ndo akajaza dunia. Anasema hivi, Hawa ni mama wa watu wote wenye mwili. Sawa? Na na huyu Adam, sawa? Ni baba ni baba wa watu wote wenye mwili. Umeelewa tofauti sasa? Yaani Yesu anajaza utakaso wa dunia, Adam anajaza dunia. Watu tofauti. Watu waelewa. Na Adam ni wa mavumbini. Unaona Adam alipokufa alizikwa chini ya ardhi. Yesu Kristo alipokufa alienda mbinguni. Ndio tofauti. Hapo anamsikiliza ampokee yeye na kizazi chake. So naenda kwa yeye Bwana ndio kufanya purifying. Ndio sasa mimi mwana wa Adam. Kwanza mwana wa Adam ni ukoo wa Mungu, kwa sababu Adam hakuzaliwa na mwanamume mwenye mwili, alishuka kama kidonge. Na Yesu Kristo alishuka kama kidonge kwa Roho Mtakatifu, akasema hivi, tazama bikira atachukua mimba. Kwa neno. Na Yesu ni neno. Na amezaliwa kwa neno. Ni Mungu huyo. Sasa tunaposema mwanamke ameanza shughuli za dunia hizi ni kwa nini? Baada kutoka bavuni wakaanza kutawala. Shughuli zikaanza. Na nyoka akakutana na mwanamke, hakutana na Adam. Maana Adam sio mama wengi. Wakazungumza na nani? Na huyo Hawa. Inaonyesha kina mama wanatembea. Ndio amzilishi. Unapoona binadamu anahangaika kwenda kutafuta riziki, anaenda Dar es Salaam, anaenda si Ulaya, ni kwa ajili ya mwanamke. Why? Anakoenda kuhangaika kule ili familia ili awe na vihela wa mama wamuone. Mwanzilishi na kwa sababu asingetokea Adam, asingetokea huyo Hawa, unaelewa? Watu wangeangalia nani?
Wangetoka wapi? Wasingetoka. Kwa hiyo vitu vinavyomwamsha binadamu nilishawaambia siku zote. Kuna vitu hivi vitatu. Kitu cha kwanza, njaa. Njaa itamwamsha binadamu popote alipo akatafuta riziki. Cha pili, mwanamke. Mwanaume hata kama amelala itabidi aamke kamtafute nani? Mwanamke. Popote alipo. Maana kwa sababu hivi vitu ndivyo vinamshughulisha binadamu. Afanye kazi aweze kuishi na mwanamke, alee watoto. Chanzo ni nani? Ni mwanamke. Kwa hiyo tunaumia kwa sababu ya pesa zetu tunapeleka. Cha tatu ni fedha. Lazima ukaangaike kupata fedha ili ununue kagari, ununue shati, uende wapi. Kwa hiyo vitu vitatu na hivi vitu vyote chanzo ni nani? Ni mwanamke. Kwa sababu mwanamke alipotokea kuna wanawake wazuri. Ikatokea njaa, watoto inabidi amezaa watoto wapate lishe kupitia mwanamke. Na ndio maana sasa anasema ukisoma ile Mwanzo 3:15 uzao wa mwanamke utamponda kisigino nani? Uzao wa nyoka. Na uzao wa nyoka utamponda kisigino nani? Wa mwanamke. Na ukienda Galatia 4:4 inasema hivi, hata ulipokuja wakati wa dahari, sawa Yesu Kristo alizaliwa kwenye uzao wa mwanamke na Yesu Kristo akaenda kuwaponda Mafarisayo atawahukumu. Anaposema neno nyoka, nyoka sio anayetembea. Nyoka ilikuwa inamaanisha ni watu wabaya. Ni maadui zako. Yaani nyoka ni watu watenda mabaya. Kwa sababu wakati Yohana Mbatizaji anabatiza, waliokuja pale hawakuwa nyoka, alikuja Mafarisayo akasema enyi kizazi cha nyoka. Nani amewatuma kwamba kuna hukumu nani kuna wokovu? Mnakimbia ile adhabu. Mnaikimbia hukumu ya Bwana. Walikuwa ni nyoka wamepangana. Walikuwa ni watu. Kwa hiyo nyoka ni watu wabaya. Watu wabaya. Lakini uzao wa mwanamke utakabiliana nao mpaka watanyoka. Ndio maana Yesu Kristo alizaliwa kwenye uzao wa nini? Wa mwanamke. Ukisoma ile Mwanzo 3:15 na 8 wa Galatia 4:4 hata ulipokuja ukamilifu wa dahari Yesu Kristo alizaliwa kwenye uzao wa mwanamke akatii sheria zote. Yaani kama mjinga fulani hivi wanamkokota nenda huko, lakini anasema nani anasemaje yule Bwana Isa anasema uwezo wa kifalme kwa mabegani mwako. Anachola atafanyaje? Unaona baadaye anaanza kuwahoji Mafarisayo uso kwa uso na anajibu maswali yao, kwa sababu kuna maswali ambayo yalikuwa duniani hayakujibiwa miaka 1,000,000. Yesu Kristo akaja kujibu na hawakuuliza tena. Ikawa imeisha. Aliwajibu vizuri. Unaona Yesu amejibu. Kwa hiyo tunaposema leo kwamba mwanamke hafai, mwanamke na mwanamke ndio mtu wa kwanza jasiri duniani. Kwa sababu Yesu Kristo baada ya kuwa amekufa, umeelewa? Na amezikwa, wanaume walikuwa wamelala na wamejifungia, wanaogopa hofu za Mafarisayo kwa sababu wale kingao ilikuwa ni Yesu Kristo. Yesu Kristo akakata moto. Umeelewa? Baada ya kuwa amekata moto akajifungia ndani, lakini wanawake walitoroka kina Mariamu wakaenda makaburini saa 11 wako pale kwenda kuchungulia jamaa hayupo. Ndio wakaenda kutoa taarifa bana Yesu hayupo, amefanyaje? Amefufuka. Na Syria. Haya ni nani si mwanamke? Rahabu aliyekabilisha wale maaskari wa nani? Si alikuwa ni mwanamke? Sasa unaposema kwamba mwanamke hawezi kivipi? Mwanamke ni jasiri kuliko mwanamume. Akina Esther, akina Deborah. Akina Esther, akina Deborah. Kwa ni kundi ambalo limeleta matumaini makubwa. Na tunapokwenda sasa hivi tunakwenda kuongozwa na wanawake wao. Wanaume wameshaingia kwenye habari la ushoga. Ni kwa changamoto sana. Wanazidi kuwa mashoga wengi. Kwa hiyo wanaume hawatakuwepo. Linakuja kutimia ile andiko la Isaya sema hivi. Saa zinakuja, sawa? Mabibi 7 watamlilia bwana huyu mmoja, watasema hivi usitupe nguo wala maji ya kunywa wala nini. Tunanunua jina lako tutakuwa tunatumia ili tuitwe na sisi tumeolewa. Na hiyo inakuja kweli. Ndio tunakuja kweli mbaya. Ndio unasikia maji shangazi yanatuza watoto gari nini. Ndio ile maandiko ya Isaya. Na Isaya ndio mtabiri Yesu Kristo sema kweli. Unajua nafikiria kidogo kwamba kama Adamu asingekuwa mbali na mkewe, pengine hata shetani angeogopa au watu wabaya, kwa sababu sasa hii inaonyesha kuna mmoja sije alienda kununua kalimati za kunywea chai akamwacha mwenzake. Unajua hiyo kitu kama angekuwa kwa pamoja kuna hali fulani hivi huyo adui angeogopa. Lakini kuna mmoja alikuwa yupo lounge anazunguka. Sasa unajua kwanza uelewe Biblia haiwezi kuandika kila kitu. Iwapo Biblia ingeandika kila kitu, Biblia isingebebeka. Lingekuwa kama jumba fulani ambapo watu wasingebeba. Kwa neno moja la Biblia linawakilisha maneno karibu 5,000,000.
Neno hili moja. Aliyedanganya kwenye bustani ya Eden si Adam. Ni hao. Lakini Bwana anasema unaposikia Eden ina symbolize ilikuwa ni mbingu ya duniani. Okay. Kuna Eden aina mbili. Ujue kuna Eden ya duniani, kuna Eden ya mbingu. Kwa hiyo Eden ya duniani ilikuwa ni Baghdad, Iraq. Ambayo wewe hujai kujua. Mji wa Iraq pale Baghdad ambapo ulikuwa na Saddam Hussein. Pale ndio ilikuwa Eden, haya leo ipo. Sasa wasema waliweka makerubi. Wakasema waliweka mti wa uzima na makerubi nalinda huo mti. Sasa ule mti ni Yesu Kristo. Ndio maana Yesu Kristo ukisoma ile Yohana 15 sema hivi, yeye ni mzabibu. Mzabibu kwenye kundi la mti, na kule kwenye Eden kulikuwa na mti ambao na makerubi. Haya Yesu Kristo kusema Ufunuo analindwa na maaskari. Okay. Na Eden nyingine iko ile Eden ilitoka ikarudi wapi? Mbinguni. Ndio maana kuna Yerusalemu nazo aina hizi mbili. Yerusalemu ya hapa Afrika ya Kati, kuna Yerusalemu itokayo sasa mji mpya, Yerusalemu mpya itokayo juu mbinguni. Yerusalemu aliyokuwa amefikia ile ilikuwa ni ya kidunia na ilishaharibika. Ndio maana tunasema kwenye Biblia sema hakuna sehemu takatifu. Utakatifu uko moyoni mwako. Umeelewa? Mungu anapatikana sehemu yoyote ile. Na sasa mkutanikapo wawili watatu, mimi nipo katikati yenu. Mkitawanyika narudi kwa kila roho ya mmoja. Na Yerusalemu si sehemu takatifu, tutazungumzia hiyo. Kwani sio sehemu takatifu? Hata Bwana mwenyewe alizungumza. Akasema hivi, nyinyi utukufu nitawapa mataifa mengine. Kama nakumbuka wakati anatembea alikuta mkuyu mmoja, akasema naomba matunda, akakuta hamna. Umeelewa? Akaulani. Ilikuwa ni Myahudi. Alilaniwa kwa sababu Myahudi hamwamini Yesu Kristo. Anaamini kuna Yesu atakuja ambaye atakomesha vita kati ya Mpalestina na nani? Na Myahudi. Huyo ndio wanamgoja. Na kuna gate inaitwa Golden Gate, ni gate mlango wa dhahabu umefungwa mpaka leo. Wanaamini Yesu huyo atapita hapo, atakomesha vita. Lakini unaposikia vita ya Gaza na Yerusalemu haijaanza leo. Unaposikia Palestina, maana yake ni Palestina. Palestina maana yake ni Wafilisti. Wafilisti ndio wenyeji wa wana wote wakati wanaingia waliwakuta Filisti. Unapomsikia Goliath ni Filisti. Alipigana vita na Daudi. Na Daudi ndio mwandishi wa mji mkuu wa Yesu. Na kwa sababu nyinyi mmenidharau, hao watu mmezaa na watu leo watuma mwaua mkazaa nao, nitawaacha watakuwa tanzi machoni penu mpaka mwisho wa dahari. Kwa hiyo Bwana amewaacha Wafilisti wawe onyo kwa Waisraeli. Wakitenda dhambi na wakabidhi mikononi mwao. Wanapigwa babu sawe wanalitenda. Kwa Biblia ilienda hivyo. Okay. Sawa kabisa. Bwana msikilizaji, hapa tumefikia kikomo. Tumepata mambo mengi sana ambalo mimi nimelikamata hapa kwenye mazungumzo yote haya. Ni mengi, lakini ni ile kwamba kumbe kuna muendelezo wa kizazi. Kuna watu kizazi cha Daudi kipo, kuna kizazi cha kina nani kipo, na hichi ndicho kinachotoa matokeo mbalimbali tunayoyaona hapa. Sasa kila mtu ajitathmini yeye ni uzao wa nani kutoka kule awali mwanzo. Unakumalizia au tunaweza kuwa tumefika sasa tamati kwa siku leo? Sisi hatuna watu. Yaani hapa tutakuwa tumemaliza. Unajua anasema kwamba hata tukihubiri leo miaka 10. Kama naona yule maskini Lazaro alipofika mbinguni, yule tajiri anateswa. Akasema naomba watume watu waende duniani wakaambie ndugu zangu waache dhambi. Yule Ibrahim akasema hivi, hata kama watu wakitoka mbinguni, watu wawasikilize manabii waliopo duniani. Kwa hiyo nataka niwaambie watu wasikilize mahubiri wabadilike. Umeelewa? Usitegemee atakuja mzimu, atakuja nani kukwambia umgeukie Mungu. Kumgeukia Mungu kuna vitu vingi sana. Ni kutumika kwa habari ya kueneza Injili, kusaidia wachungaji waweze kuendelea kutoa sadaka kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, maana hivi vitu ndio vitapunguza ghasia nyingi mtaani. Watu wakishamjua Mungu hakutakuwa na makesi mahakamani. Ndio maana Bwana akaweka washeria wa Mungu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kati ya kati ya sheria yani ya mtoa sheria na mpokeaji hawajakubaliana.
wangekubaliana kati ya mtu wa sheria na mpokeaji, hungesikia kuna mwizi, hungesikia kuna mtu anafunga nyumba wala mageti. Magereza hayangekuwepo kwa sababu yule mpokea sheria amekataa. Hata usiibe, yeye anaiba, amekataa. Ndio maana wameweka yeye anakataa. Sawa, msikilizaji wetu, asante sana kwa kutusikiliza, na tunapenda tena utusikilize kwa siku nyingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na sasa tukutakie tu Jumapili njema, ikiwa ni saa 4 kamili. Mimi naitwa Emmanuel wa Simon Supernatural Power, nikiwa na watumishi wa Mungu hapa. Tupo na mtumishi wa Mungu Mika, lakini pia tuko na mtumishi wa Mungu hapa Esther Machea, ambaye pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Asante sana kwa kutusikiliza, tunasema bye bye.